Mwacha. Pokelea hiyo simu wife hapo kidogo. Mamaji hapo. Weka loud kabisa. Nisiwezi kushika na maji hapo. Halo. Halo. Mimi hapa mama yake Mati, nilikuwa nakwambia hivi. Mati alikuwa anajisikia uchungu. Nimempeleka hospitali kajifungua kwa operation. Lakini kuna gharama hapa zinahitajika, kama 300,000 hivi. Sasa na hiyo hela tuma kwenye namba hii, maana simu ya Mati ninayo mimi. Lakini pia hongera babangu, kapatikana mtoto wa kiume. Halo. Hey. Watumie hela. Kilimanjaro, na hapa tumemfuata bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka PMBet. Ulipokeaje hizo taarifa kwanza? Nilipokea kawaida. Ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya PMBet na kuona kweli ID namba yangu, pale ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa PMBet? PMBet nilifahamu kupitia maduka yao. Tovuti yetu ni pmbet.co.tz. Vai. Nini? Baba, nilikuwa kusikia moto. Nasikia moyo wangu unaumia. Nasikia kuumia. Nasikia maumivu masiaisi. Unaumwa? Una nini sasa jamani, si useme? Mbona kama unanitia pressure mimi? Mimi mwenyewe kwa mikono yangu nimeenda pharmacy nikanunua dawa. Nikatoa ujauzito mama, ni mimi mwenyewe. Sasa wewe mwenyewe umetoa ujauzito, alafu unakuja hapa unanililia. Yaani unanililia ili iweje? Nikusaidie nini? Toka nitolee ujinga wako mimi. Nenda huko kwa huyo mjinga wako. Wewe si umenisaliti mimi? Si mmeshawishiana mkakubaliana? Leo hii unakuja unanililia nini? Ili iweje labda? Ilikuwa vitu tulikuwa tumekaa ndani. Nilikuwa namwekea manyanya chakula, akaniambiaje, mikono yangu mimi ina maji. Naomba nipokelee simu. Mimi nikapokea. Nimepokea kaniambiaje karudi speaker. Mimi nikaeka mama. Nilikuwa sijui dada anapiga simu, nilikuwa sijui. Nikapokea. Nikasikia sauti ya mamake mkwe. Anamwambia kwamba hongera baba. Mama zako kajifungua mtoto wa kiume. Mama. Mimi najua mjinga. Najua mpumbavu wenzako. Natamani niondoke nende mbali mama, ni baada ambapo sitaona mtu yoyote. Mtu mwenyewe najisikia vibaya. Mama
mimi najiona mjinga. Mama. Ni 500,000 imekuja hapo. Mwanaasha. Kwa hiyo mtaklia hiyo kwa hizo zinazohitajika hapo hospitali. Hiyo itakayobaki mnaweza mkaanzia na vitu vingine tena. Mama. Aya mamangu, haina shida. Sawa. Anaendeleaje na yeye? Asante Mungu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Sawa, nashukuru sana mamangu, kwa nimefurahi. Tuendelee kuwasiliana kwa changamoto yoyote ambayo itakuwa imetokea, na hata kama ikifika muda kuruhusiwa kurudi nyumbani, mtanifahamisha pia. Sawa. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo ya dunia, ino dunia. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia 100,000. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Ino dunia. Wewe mdemu, ina maana upo serious unataka kumfukuza anko wako mchana wote huu? Kweli jamani? Sasa wewe huyu ndugu yako wewe au ndugu yangu mimi? Sawa ni ndugu yako, lakini kafikia nyumbani kwangu, kwenye mji wangu. Kwa nini nisione kwamba ni ndugu yangu pia? Unadhani sasa akirudi huko kijijini mimi nitaonekanaje? Maana yake itaonekana kama mimi ndo niliyemfukuza. Italeta picha mbaya. Sasa kwa nini unafanya hivi? Wewe, uonekane wewe umemfukuza vinahusiana na nini? Yaani huyu hata akirudi kule, anaporudi ni kwa dadangu mimi. Afu isitoshe huyu ni ndugu yangu mimi. Na hapa alipokuja kaja kwangu mimi. Na hata kule anavorudi pia pananihusu mimi. Sasa wewe hapo unafikiria wewe ajabu yako ya nini hapo? Wewe. Shika hii. Sasa hiyo 10,000 inatosha nini?
Yaani hiyo 10,000 nauli, ale chakula hapo na kulala. Hivyo una matatizo Kwa nini unakosa kuwa na huruma Mdeme? Ndugu yako kweli. Anko, subiri kwanza. Shika 20,000 hapa. Utaiongezea hapo kwenye nauli. Asante auntie. Yaani unampa na 20,000 kabisa? Wewe unamjua vizuri huyu? Huyu namjua mimi. Yaani toka udogoni kwake mpaka sasa hivi. Kama unavyosikia unavyoniita mimi midfield kisheti, na huyu pia midfield vile vile. Hiyo kama umempa hela guest tu, akajipigia mipasi yake. Sasa kinachokuchekesha hapo ni nini? Yaani kinachokufanya ucheke ni nini kwenye jambo serious kama hili? Alafu unajua kuna kitu unanishangaza. Mbona kuna vitu sivielewi humu ndani? Yaani ni kitu gani ambacho kinasababisha mpaka umfukuze huyu kijana? Kosa lake ni nini? Ni kitu gani unachonificha wewe? Yaani huwezi kuelewa na utaelewa. Sawa? Mimi nishasema hivi. Yaani nachokiamua mimi humu ndani ndio hicho kitakachokuwa. Wewe vipi wewe? Wewe unapenda kuingilia mambo yangu? Hebu kaa kwenye mambo yako bwana. Shule inayofunza mema na mabaya. Kwenda zako wewe. Roho mbaya tu. Alafu kuna siku utashika uchawi wewe. Kama unaweza kumfukuza ndugu yangu utamfikisha wapi? Tabia mbaya tu, muangalie kofia yake kama ganda la chungwa. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Yeah. Shingapi ya bu? Hiyo 100. Basi hozi kusinya. Shingapi? Neke. Ndugu yangu. Ndio hivyo sinajua tena uko unapotoa. Inakuwa jumla shingapi hapa bu? Hapa 600. Ni sawa. Maana hela zenyewe si zinatosha. Mungu aingilie kati. Abu, tunaomba ule mzigo wetu. Maana muda ushaisha. Alafu katika huo mzigo utatuongezea haya maparachichi, matango, makabichi, kwa sababu nataka kachumbari yangu ipendeze. Yaani leo nina ugeni mzito huo. Mabwana kutoka Masaki, mibonge ya bwana, wanaume fulani hivyo wanaojua kuhudumia na kuonga. Kwa alafu hivi ile nyama inatosha kweli? Kilo 2 na unyama shoga yangu. Ongeza hata na maini kilo hivi. Sasa kama tunaongeza na maini kilo, Abu, utatugaia na nyanya za 1000 za mchuzi na hizi ndizi zote. Sawa? Jamani, maepo hakuna, mapeasi hakuna, ila anyway, nitaenda kuchukua supermarket. Nifungie haraka nikapike maana mwanamke jiko. Nipe haraka. Wewe Abu, unataka kufanya nini? Hamna, hawa walikuja toka muda kwa vitu wao waliviacha hapa. Hawa wamewahi. Wamekuja hapa. Tupo hapa. Wanakuja tunawaona. Alafu unasema wamewahi. Si tumetoa mawe. Au umetona visiki tumesimama mbele ya genge lako. Watu tumekuja mapema. Badala ututoe, unataka kuwahudumia wale kuja sasa hivi. Wewe vipi? Mbona watu? Abu, kwani ya bili yao shingapi? Maana maneno mengi. Hapa ni 600 tu. Kumbe 600. Si la tango hiyo. Ya kachumbari. Sasa sikia. Hivyo vitu vyao walivyochukua. Unganisha na vitu vyao vyote vingine wanavyovitaka. Sisi mabosi tutalipa. Oya nye, huo ni ushamba. Tena ushamba uliopitiliza. Mnajiita matajiri kwa nyanya za 500? Au kwa ajili ya kupika hilo pilau? Ulizeni sisi. Yaani hivyo mnavyovifanya tumefanya miaka 10 iliyopita. Oya we. Ukithubutu kufanya hicho unachokifanya, utanijua mimi nani. Hunijui. Unanionaga tu hapa nakuja. Sasa, usitaki nikuonyeshe upande wangu wa pili. Wahudumie nikuonyeshe. Mima, kumbe wa maskini. Zaidi hata maskini. Kwa huduma gani wanaotaka mpaka wapewe kipaumbele? Haya, nunueni genge zima. Shule inayofunza mema na mabaya. Achana nao. Tutawanyoosha.
Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Yeah, hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamwezi elewa. Mbona sasa unanishangaa? Nimekuwa waburu. Hivi wamekufukuza au umeondoka mwenyewe tu? Kwa wewe nilivyokuambia, ukitoa tu mguu niko nyuma. Ulipo nipo, ulijua nakutania. Ndio nishachoka. Nimewachachafia huko. Mama akakomba tu akiba twake tote akanipa. Nikaona nikufuate. Sasa tunakwenda wapi? Mimi mwenyewe sina mbele wala nyuma. Baba, hata Adamu alivyoumbwa alikuwa hana mbele wala nyuma. Baada ya kuletewa Hawa, maisha yakaanzia hapo. Wewe twende, tutajua mbele ya safari. Ulipo nipo. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele jibu nikipata. Bwana, kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka makao makuu ya nchi hapa ni Dodoma. Umejisikiaje kwanza pale ulipopata taarifa kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka PMbet? Najisikia furaha sana kwa sababu ni zawadi ambayo sikuitegemea kama itanifikia na mimi. Mchezo gani umekuwezesha wewe kushinda hii? Mchezo wangu pendwa ni Sevens and Fruits. Ingia tu kwenye tovuti ya pmbet.co.tz na huko anza kucheza michezo ya kasino ambayo inapatikana huko zaidi ya 1500. Wewe baba. Yaani nilikuwa ninakusubiri kwa hamu sana. Tuongee mimi na wewe. Hivi wewe baba unanitafuta nini mimi? Yaani wewe umemshawishi mwanangu atoe mimba. Alafu mwanamke wako anazaa. Yaani wewe ndio kukuza dunia, yaani kuiongeza dunia. Alafu mwanangu mimi wa kuporomoka, si ndio? Hivi unajua wewe baba ni mchawi wewe? Ndio maana kumbe nilipoingia ndani ya hii nyumba, nywele zinasisimka zimenisimama kama misumari. Kumbe kuna kachawi ndani. Yaani kwanza yale maneno ambayo mwanangu amenijibu. Pindi tu ulipomshawishi, sikuamini. Kumbe kwa sababu ya uchawi wako wewe baba. Yaani unafikia kumshawishi mwanangu anatoa mimba. Halafu unapokea simu ya mama mkwe wako mbele ya mwanangu. Tena basi unamtuma yeye, pokea simu mimi na maji, ili asikie mazungumzo yenu. Anapokea na yeye tena ndo anajitamba kabisa eti tumepata mtoto wa kiume. Huku mwanangu kama ndio yake ya kwanza na la mwisho ndio hilo. Nia yako mimi nisiwe na wajukuu. Nia yako wewe mwanangu mimi atokwe na roho. Yaani uchungu ule aliopata mwanangu wakati anakuja chumbani huko analia. Nakwambia nitakulipizia. Wewe unajifanya mwanamume wewe. Wewe unajua ya huku wewe. Basi mimi nitakufundisha ya huku. Lazima ulie na utalia machozi ya damu wewe. Mimi nafikiri pengine ulitakiwa unishukuru zaidi kwa hicho ambacho nilikifanya kwa mwanao kuliko kunilaumu. Kwa sababu umeshajiuliza ni nini ambacho kingetokea endapo mwanao ningemwacha na ule ujauzito. Ungepokea minjemba isiyopungua 6. Yote ingekuja kudai mtoto wao. Na kimsingi ukiangalia wote wana haki kwa sababu wameshughulika na kuipata hiyo kazi. Sasa mimi ninakoelekea kule, baba anajulikana ni mmoja. Lakini huku
Baba mkwe unamjua? Kwa nadhani ungenishukuru pengine kwa hilo, kwa sababu nimekupunguzia mzigo wa maswali ambayo singekuwa na majibu yake kiurahisi. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani. Mama vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia $100,000. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaje na